Hey y'all, come look at this. Nishamaliza zangu kufuturu. Kuna story moja nataka niwape ya muhimu sana, ambapo baada ya kusikiza hii story utaamua wewe unamtumia rafiki yako au inakuhusu wewe au mtoto wako au mtu yoyote. Mwaka 2020 niliwahi kwenda kumwomba Joel Master nifanye naye kazi kama comedian, supporting comedian kwenye kazi zake. Nadhani kipindi kile alikuwa bado ndo anaanza nini, mambo ya cheka tu yako hot sana, you know. So nimeenda pale tukashoot baadhi ya video chache na nini. Kuna video ikaenda akaipost ikaendaga viral fulani hivi. Kuna mtu akanitafuta akaniambia, kwa nini umetengeneza hii video? Yaani ile video ilikuwa inaongea, unajua vitu fulani vya Kiswahili. Akanitafuta akaniambia, kwa nini umetengeneza hii video? Mimi nikawa naona unajao bana, watu gani hawa, nataka hata nitoboe huyu vipi? Hebu aniache kwanza, ananipotezea muda. Nikaacha, sikumjibugi kitu, mimi nikaendelea na mishemishe zangu. Tena nakumbuka alikuwa nimenyoa kipala kipindi hicho. Then akanipeleka Isba. Alinipeleka Isba wakati ule mume wake na dadangu Queen Darlene alikuwa nadhani anasimamia mambo ya production, sijui music, something like that. So nimefika pale wakawa wanasema wana shida na Video Queen. Kwa hiyo nimekaa pale nawasikiliza. Mimi nawaonaga ma Video Queen kwenye TV nini, nikasema sasa muda si ndio huu. Yaani mnatafutaje Video Queen wakati mimi niko hapa? Nikamwambia mimi naweza kuwa Video Queen. Kweli nipo naweza kuwa Video Queen. Nikamwambia mimi naweza kuwa Video Queen. Na hapo sijai kushoot video hata moja. Sijawahi kuwa Video Queen sehemu yoyote. Lakini ule ujana na nilivyokuwa najiona, mimi siko ni sehemu ndogo, kwani mimi ninapungukia kitu gani? Kwani wanaoshoot huo Video Queen wana kitu gani ambacho wamesema? Kwa hiyo nikapewa set niende kushoot kama Video Queen. Nimefika pale kwenye ile set, umewekwa mdundo pale nini jamani, mizuka, unanijua tena mimi ninapopenda muziki, mizuka nini, muziki inapigwa, mtoto katikati ya kushuti mizuka ikapanda, nilikatika ile hivi. Unajua maana ya kutwerk? Nilitwerk kwenye ile video, nilikatika, yani ile mkatiko wa hela yote mpaka sijui. And the more wakati mimi nacheza pale, wale madirector nini wanamuziki walikuwa pale wako wananiangalia wanashanga. Yani mimi sasa walipokuwa wakiniangalia, nadhani labda kwenye akili yao wanasema kwamba dogo anajua, dogo unajua. Kumbe wao wenyewe wanashangaa ni kama mbona haendani na kitu anachokifanya. Sijui mnanielewa. Yaani wananiangalia kama mbona haendani na kitu anachokifanya. So nimemaliza kushoot ile video na nini, namuuliza yule, kuna watu walikuwa pale set, nauliza nimeua wananiambia umeua sana. Nasubiri video itoke. Nimeondoka pale, kuna mtu alikuwepo pale akanifuata private. Akaniambia, mdogo wangu, nimekuona jinsi ulivyokuwa unacheza, nimekuona energy uliokuwa unatumia, lakini trust me, hii path unaotaka kuichagua si yako. Remember, hiyo ni katika siku moja nimeambiwa na watu hao wawili. Wale watu ni Mwenyezi Mungu tu aliwatuma waje kuniambia, lakini kwa sababu ya ujana nilikuwa siwezi kuona au nilikuwa siwezi kuelewa ni kitu gani ambacho wao wanakiona kwangu mpaka wananizuia mimi nisikatike. Mbona mimi nimekatika vizuri, unaniambiaje kwamba kukatika mimi sio vitu ambavyo vinanifaa? Au kwa sababu wewe ndio unataka uwe Video Queen kwenye ile video. Yaani unaniambiaje kwamba mimi kukatika wakati ule sijamuona Nifa wa Nifa Cosmetics, sijamuona Nifa ambaye anakuja kuleta brand yake. Sijamuona Nifa anayeweza kuamua wakati wowote akasafiri kwenda nchi yoyote kufanya chochote anachokitaka. Ni neema ambayo Mwenyezi Mungu amenipa kwa sasa hivi. Huyo Nifa nilikuwa sijamuona. Lakini kwa wakati ule nilikuwa namuona Nifa mdogo, mwenye shape nzuri, naweza nikatumia mitandao yangu ya kijamii ninavyotaka, mjanja, nina gangs na marafiki, naweza nikafanya kitu chochote na usiniambie kitu chochote. Unaniambia kitu gani sasa jamani, mimi mdogo afu Insta nikiposti yangu picha moja likes 500. Lakini Nifa sasa hivi amejistiri vizuri, mashallah, anaposti biashara zake ndani sijui ya dakika 5 likes mpaka 2000 3000. Hajabaki uchi, hajafanya kitu chochote, na maisha yanaenda, na anajiheshimu na anaheshimika, na ni role model wa vijana wengi. Kwa hiyo sasa hivi nawaza
ingekuwa kwa kipindi kile zile video zingepostiwa wakati na katika nimeweka ile muziki, kwa sababu ile video wali cancel, wakaenda kutafuta mtu mwingine, mimi wakanitoa. Yule mtu alienda kuwaomba nisimweke huyu mtoto kwenye hii video. Wakati ule nilimind kichizi, nikaona huyu jamaa ana shobo sana na maisha ya watu. Lakini sasa hivi kila nikipiga magoti kwenye mswala namwambia Allah, naomba mbariki huyo mtu, naomba ibariki sauti yake, naomba wabariki watoto wake, na yeye umuinulie watu utakaowazungumzisha watoto wake wakaweza kwenda kwenye njia iliyonyooka. Alinilingania yule mtu. Sasa wewe leo unapost picha zako kwa sababu bado ni binti, wengine labda ni watu wazima washaamua. Sasa mimi naongea na wewe ambaye you don't know what you're doing. Trust me, you don't know what tomorrow holds. Haujui kesho imebeba nini. Yani kama Mungu angekufungulia uone kesho yako utakuwa vipi, utakuwa na nani, utakutana na nani, utafanya nini. Kuna watu watakubishana nao wewe, kubishana nao wewe. Hawezi kubishana nao. Watakuwa wanakusema unafanya nini, unaambia ya Rabbi, najua kwa kunisema kwao ndo kuinuliwa kwangu. Naomba wafanye waniseme zaidi. Hiko ndo kitu ambacho mimi mwanzo sikuwa nimekijua. But right now I know. Right now I know. To the point, ikitokea mimi nimekutana na jambo gumu kwenye maisha yangu, siendi kwa Mwenyezi Mungu kumwambia Mungu, kwani umenifanya mimi? I'm telling God, kama hii ni sababu ya wewe kunifungulia neema fulani, ndio inabidi nipitie msukosuko huu. I will be patient with you until you're done. I am waiting for my thing. I am waiting for my blessing. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. I'm waiting for my blessing. Sina shida, sina changamoto, nakubali. Iwe nitapigwa, iwe nitatukanwa, iwe nitarushiwa mawe, iwe sijui nitakuwaje. Kama ni njia yako moja ya wewe kuniinua mimi kwenda juu, I'm patient. I'm patient. I'm patient. Lakini while doing everything, nimechagua kujiheshimu. It costs you nothing. Alafu bahati nzuri vitu vingi ambavyo Allah amevizuia ndo vizuri. Jamani, yani vitu vingi ambavyo vinakutoa kwenye maadili yako ndo vizuri, ndo vinavutia, vinapendeza. Yani kwa mfano usipojiposti hujavaa vizuri kama binti, sio lazima Muislamu kwamba uvae hijab, no, lakini hujavaa vizuri kama binti, kitovu kiko nje, umevaa nguo chuchu zinajichola hivi kwenye shati, unaona kama huwezi kupata mtu, maskini, unaona kama unachelewa, lakini kumbe sio kweli. Sio kweli. Natamani mimi wakati niko mdogo ningepata mtu wa kuniambia kama ambavyo mimi nakwambia leo. Mimi sikupata mtu, lakini Mungu alinichagua akanisaidia. Mimi Mungu alikuwa na communicate na mimi. Yaani mimi nilikuwa kuna vitu tu nikitaka kuvifanya vinashindikana. Kwa naamini ni Mungu tu alikuwa anaweka ugumu kwenye vile vitu kwa sababu yeye ananihitaji. Alafu sasa kuna mimi Nifa nakwambia wewe. Anaweza kukwambia mtu mwingine ukasema unaniambia wewe kama nani? Nakwambia mimi Nifa ambaye nina uwezo wa kufanya chochote ninachotaka kwenye maisha yangu. Chochote ninachokitaka kukifanya, starehe yoyote ninayotaka kuifanya kwenye haya maisha, ninaweza kuifanya. Starehe yoyote unayoiona wewe huko nje watu wakiwa wanafanya, ninaweza kuifanya hiyo starehe. Na mimi ndo nakwambia wewe mdogo wangu, chunga sana vitu unavyofanya sasa hivi. Kuna siku utatizama nyuma, utatamani kufuta ulivyowahi kupost, utatamani kuacha kutukana ulivyowahi kutukana mtandaoni, utatamani usingefanya interview uliyowahi kufanya. Na wakati utakuwa ushaenda. Ogopa Mungu na teknolojia. Havisahau. Havisahau kabisa. Havisahau. So be very careful. Umeona kabisa yani nguvu yako inakwambia sana post hizi, umesimama, nenda kalale. Ukilala ukiamka mawazo yatakuwa mabadilika. Yani mawazo yatakuwa mabadilika kabisa. Mimi natamani tuwe mabinti ambao tunavaa vizuri. Yani you look sexy but you're very covered. You look very beautiful but you are covered. You're smart. You carry yourself like a fine lady. And that's all about soft life. Soft life sio kuonesha tu mapaja. You don't have to be naked to look beautiful. Sometimes it's your mind that is very attractive. Kuna wakati wanaweza kuwa dada wako every kind of naked ndani, lakini ukaingia wewe tu kwa akili yako and the attention yote ina shift kwako because of the aura you carry. So trust me, trust me, trust me. Be careful what you post online. Be careful what you decide to do ukiwa kwenye umri wako miaka 20. Mimi naweza kuongea mpaka kesho, but I hope this message itamkuta mtu sahihi. Stay safe.